Kwa hiyo wanachukua mitihani miwili, wanasahihisha, wakishapata maksi zake wanazijumlisha, wanagawanya kwa mbili, ndio unapata daraja lako private candidate. Sasa masomo ya sayansi yenyewe yalikuwa ni karatasi mbili kwa mwanafunzi wa shule ya kawaida. Basi sisi wa private candidate, kama utafanya masomo ya sayansi, utafanya mitihani mitatu. Kwa hiyo watajumlisha maksi za hiyo mitihani mitatu, wagawanye kwa mbili, ndipo upate daraja lako. Kwa hiyo daima ni kufeli tu. Ndio maana hata mimi nilipopata 4, walau nilikuwa na B ya siasa, ingawa sikuwa mwanasiasa, nikapata na C ya Kiingereza pamoja na karatasi mbili, nikamshukuru Mungu. Lakini kwa matokeo haya hayakuniwezesha kufanya mtihani wa kidato cha 6. Ndio basi nikarudia, kaona sipati. Nikabahatika kumpata rafiki aliyeniombea ualimu, nikaenda chuo cha ualimu Ilulonga, nikasoma kule hiyo miaka miwili. Nikawakuta watoto kule wanajiandaa kurudia mitihani. Nikauliza, nyie mmesoma shule za private au government? Wakaniambia government. Sasa government, umefeli mtihani mmoja, utafaulu mitihani miwili wewe? Wakashangaa, wakaniambia, Mrema, ulifanya nini? Ulifanya mitihani miwili? Nikamwambia nilifanya miwili. Basi Mrema, vitu vimegeuka. Sasa hivi private candidate na hawafanyi, wanafunzi wa kujitegemea hawafanyi mitihani miwili, wanafanya mmoja. Hapo na kitu kikagonga kichwa, akasema kama ni kweli na mimi naenda kurudia. Ndio nikamaliza ualimu wangu 97 mwezi wa 5, nikaja nyumbani Arusha. Alafu mwaka huo nikatafuta ada, nikajiandikisha kwa kuchelewa, nikarudia mtihani tena kwa mara ya 3. Mara hii ya 3 niliweka huko na Bible knowledge, ingawa sikuwa na kitu cha kusoma kuhusu hiyo. Rafiki yangu mmoja akaniletea Biblia, akaniambia soma mistari hii, soma mistari hii, na nikaisoma. Kwa kweli nilipofanya mtihani nikaangalia maswali, nikasema hapa nisipopewa C, kwa kweli wana shida na mimi, hawanitaki waone naendelea. Kweli matokeo yalipotoka nikaona C zangu 2, C ya Kiswahili na C ya Bible knowledge. Basi nikaona qualify kufanya mtihani wa form 6. Ndio hapo nikachepukia, nikaenda seminari yetu ambako nilisoma kwa hiyo miaka miwili. Na nilipomaliza nilipata division 3. Nikamshukuru Mungu na maisha yakaendelea kusonga. Na nilipoingia seminari basi ndio nikaenda mpaka West Africa, na sasa nimerudi, nipo nyumbani. Hongera Father kwa hatua hiyo. Nadhani mtazamaji anayekutazama sasa hivi pale amepata cha kujifunza hapo, kwamba wapo wengi ambao wanaanza katika hali ngumu ya kukata tamaa, lakini unapojiwekea ile determination yako kwamba utafanya, kweli unafanikiwa. Kwa hiyo mengi ambayo umeyasema hapa ni yale ambayo tunayo hata sasa hivi. Nafikiri kitabu hiki ulilenga watoto wa shule za kata, lakini pia kuna watu wazima ambao wako pale nje hawajui Kiingereza hata neno moja. Na tunavyoelewa sasa hivi kila kitu kinaandikwa mara nyingi sana kwa Kiingereza. Hata kama ni dawa unazonunua zimeandikwa kwa Kiingereza. Sasa inakuwa ni changamoto. Inatokea unafika mahali ambapo hakuna lugha nyingine inayotumika, ni hii. Ndio. Sasa unakuwa stranded, hujui uende wapi, fanye nini. Kwa hivi ni vyema kila mtu akajifunza walau apate chochote hapa. Na kitabu hiki ni kizuri sana. Learn English for yourself. Ni kitu kizuri sana. Nimekaa mchana nimefanya kazi zangu, nimemaliza, niko chini ya miti kidogo kama hapa sasa hivi, niko na kitabu changu hiki. Najifunza 2 matatu. Baada ya hapo nayafanyia kazi. Nakutana na jirani yangu pale, tunaongea na yaweka ndani. Ndio namna ya kujifunza. Na kutokana na uzoefu wangu mimi, nimejua kwamba mtu huwezi kujifunza Kiingereza kwa kusoma tu. Kiingereza unakijifunza na unafaulu Kiingereza kukifahamu kwa kufanya matendo. Kwa sababu utanifundisha maneno lakini kama siyafanyii kazi labda naweza nisifaulu, ndio maana yake. Kwa hiyo ni vyema, ni mwito kwamba kila mtu basi walau kufanya juhudi kutumia vitabu hivi ili kuweza kujifunza walau chochote. Kwa hiyo kama pia hapa tumelenga shule zetu za kata, kwa kweli ni vyema na wazazi wetu wakaweza kupata vitabu hivi kwa ajili ya wanafunzi wetu na pamoja na wao wenyewe. Kwa sababu kuna changamoto pia. Wanafunzi wanatoka shuleni wanasoma English, wanakuja nyumbani anamuongea na mama Kiingereza. Mama hajui Kiingereza, baba hajui Kiingereza. Baada yake mtoto anakasirika, anamwambia baba, mbona huongei? Mama, nimekuambia, mwalimu ameniambia uongee Kiingereza.
Ameniambia usiniongeshe Kiswahili, uongeshe Kiingereza. Sasa pale ni vita mama na mtoto. Haya ni vyema kujisimamia, maana yake hao watoto pia wanaweza kuchallenge. Challenge wazazi. Ni kweli kabisa. Sasa Father, kama ulivyosema kwamba wewe umefanya kazi ulifanya kazi kwa kukata tamaa kiasi fulani. Sema kwamba sijui kama nitafundisha ama sitafundisha. Nafikiri na wewe ulikuwa na wasiwasi pia hapo kwamba pengine inaweza ikapokelewa au isipokelewa. Kumbe ni vizuri kujaribu. Haya mambo ni kujaribu. Yaani heri kujaribu kuliko kutojaribu kabisa. Tunajaribu na kitu kikatokea. Mara nyingi tunakata tamaa na nasema mimi sasa hii itanisaidia nini? Lakini hiki ni kitu ambacho ni kitu cha kujifunza kweli. Father umefanya kazi nzuri. Nashukuru. Basi labda nikieleza kidogo. Nilipokuwa Arusha, baada ya kurudi kutoka West Africa, nilikaa kidogo nyumbani mwaka mmoja kwa sababu nilirudi na changamoto za kiafya. Basi ile kukaa nyumbani, mara nyingi nilikuwa naenda nyumbani kumsalimia mama yangu. Na nilikuwa na mjomba wangu anasoma shule za kata na yeye yuko form 1 anaelekea form 2. Nikawa kila nikifika nilikuwa natumia hiki cha Kifaransa na mwambie usome visehemu vya Kiingereza tu. Usome vingine. Alafu uwe tayari kufanya mtihani saa yote nikija nyumbani. Na mtihani wetu hautadumu zaidi ya dakika 10. Kwa hiyo ninataka haraka kuandika, haraka kufikiri, haraka. Kwa hiyo ni kila akiniona nimekuja alikuwa anachukia sana. Na bahati nzuri saa hizi ndio anafanya mtihani wake wa form 4. Na nilifurahia kuhudhuria graduation yake. Kwa sababu nilipofika kule kwenye graduation mwezi wa 10, nilijaribu kuangalia, nikasikiliza. Sasa ilipofikia wale wakati wa kutoa vyeti na vya kuwatambua watu waliofanya vizuri. Nikasikia ametajwa kwenye kitu cha kwanza. Ambacho sikukishika sana. Nilikuwa nimekaa na mtu mwingine hapo tunapiga story zetu, lakini kama mtoto wangu ameitwa huko, amepewa sifa huyo. Basi wakati tunaendelea kujadiliana, kasikia haya extraordinary student of the year in literature and English. Akatajwa tena. Hapo uzalendo ukanishinda na mimi nikasema ngoja niamke na mimi nipige picha. Nikaenda kumpiga picha. Anachukua. Yaani kwa hiyo kwa literature amekuwa ni extraordinary, ni mwanafunzi bora. Nikafurahia. Tumeenda tumekaa. Siji katokea nini tena mwanafunzi bora wa mwaka katajwa tena mara 3. Nikaenda tukapiga tena picha. Kwa furaha nikiwa nashangilia kwamba walau mtoto hajaniangusha. Mwishowe akaja kuchukua living certificate yake na hapo nikapiga picha ya mwisho nikatoka nazo, nikawa nimefurahi. Na ukweli hiyo ndio ilikuwa graduation yangu ya kwanza kuhudhuria nikiwa Tanzania, na nilikaa naye mpaka saa 11 jioni ndio nikaondoka nikaenda ninakokaa na kusubiria Jumapili nikasali, Jumatatu nikaanza safari ya kurudi Bagamoyo. Na si hivyo tu, nilipofika hapa naishi kule, nafanya kazi kule Marian Boys Kerege. Nipo pale naishi nyumba ya mapadri. Kwa hiyo nilimuomba paroko wa pale, naomba kama watoto hao wa shule za kata wanaweza wakaja hapa, wale wa Katoliki wetu tuwe tunafanya nao mazoezi kidogo tuone kama wanaweza wakapata kitu wakakitumia huko shuleni. Kwa hiyo ile kutangaza tu walikuja watoto kama 50. Nikaanza kuwafundisha simple present tense. Wakati tunaendelea nikaongeza present continuous. Wakati tunaendelea nikaongeza present perfect. Na huku nawapa vitesti dakika ni 10 zile sizidishi. Kuna wengine walikuwa wanazifurahia, lakini wengine wakaanza kukata. Zaidi ya nusu wakawa wameondoka. Wakabaki wengine wakawa wanakuja. Mwishowe baada ya kumaliza past niko naingia future bwana. Nikaona nimebakiwa na watoto 10. Hawa kata, yani wanakuja kila siku saa 9 unakuta tayari mtu ameshafika. Na mimi nikasema kwa ajili ya 10 nitakuwa najitolea. Raha zangu nitakuwa naziacha pembeni kidogo ili niwasaidie kuona kama watapata huko kitu wakipate. Wasipokipata basi tumejitahidi, imeshindikana. Sasa nikawafundisha. Hatimaye nikafikia mahali nikaanza kuwauliza,
Kuna mmoja alikuwa ukifanya mtihani akosi 70. Akifeli sana haendi chini ya 40. Sasa nikaona huyu ana potentiality nzuri sana. Nikaendelea nikawaambia, haya leo niandikieni insha kidogo. Sisi ndio ambao waniandikie juu ya